uhai wa dhamani. Shetani izihiga abanyembaraga, anapiganisha wale wenye nguvu. Shetani izihiga wale waliosimama kwa maombi, anapiganisha barya bahagaze mu masengesho, wale waliosimama kwa maombi, bahagaze mu masengesho, wale waliosimama kwa maombi, bahagaze mu masengesho. Nicho utuma bivuga, ndio maana Biblia inasema ngokesheni muombe, muwe maso musenge, usijiingize majaribu, kugira ngo mutagwa mu mosha, timwijire mu mosha, mutagwa mu mosha, msingiye majaribu, msingiye majaribuni. Kamabwire bavandimwe muri aha, cyane wambeye ndugu zangu muri yoko hapa, urugero rwanyu rwo kubana n'Imana, sijui kiwango yenyu ya kuishi na Mungu. Iki kintu twagize, hii kitu tuliyokuwa nayo, chikiyumba chingaruka mwaka, ya waombezi ya kurudi kila mwaka, cyangwa ingaruka kwezi, ama kila mwezi, tuzwi nk'abayumbe mukwa karindwi, mukwa munani, tunajulikana kama waombezi mwezi wa 7 wa 8, kumenyekana ko turabanya masengesho itariki hizo, takuja tena kuwa na maombi tarehe kama hizo. Lakini hapa nje, yule ambaye anaweza kufutilia na kamera, angalie mahali tunashinda, angalie mahali tunalala, angalie usiku, angalie mchana. Ndugu zangu, sisi ni wana maombi kwa ukweli, sisi ni wana maombi kwa ukweli. Haleluya, haleluya. Niba hari kitu satana, kama kuna kitu shetani hapendi, kama kuna kitu shetani anapenda, anapenda mtu anayejiita vile asivyokuwa. Anapenda wale wanaojiita wa Mungu lakini ni wa ibilisi. Anapenda wanaojipita wenye nguvu. Yohana sura ni ya 10. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 10 duhere ku murongo wa mbere. Yohana mtakatifu sura ya 10 mstari wa kwanza. Nukuri ndababwira yuko winjira mu rugo rw'intama atanyuze mw'irembo ahubwo akuririra ahandi, uwo abari umujura n'umunyazi. Amen. Tusome waraka wa Paulo kwa Filipi 2:3. 2 mstari wa 3. Mukagire ico mukorera kwirema ibice, ahubwo cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Amena. Mwami, twuzuza imbaraga z'umwuka wera, munezero, uzuze ibyishimo, amahoro no gushira amanga, ubuntu bwinshi bwawe utsinde satani n'ibye n'abiwe n'ibigambirirwa byose, wowe kugira kimwe mu bye kiba kuri umwe muri twe cyangwa mu materaniro, ahubwo byose bitsindirwe kure mu izina rya Yesu. Kora ibikomeye ndagushimye kubyumvise mu izina ryawe Mwami. Amen. Amen. Ishimwe rikomeye cyane kuba hamwe namwe. Shukrani kuu sana kuwa pamoja nanyi. Mwami Imana uze ahabwe icyubahiro. Mungu aliyefanya hivyo apewe sifa. Turashimira ubuyobozi bw'abanyamasengesho batumenyesheje gahunda. Tunashukuru uongozi wa ombezi ambao wametujulisha mpango huu. Mwarakoze, Imana ibagirire neza. Mmefanya vizuri na Mungu aendelee kuwabariki. Abashumba b'amatorero atandukanye, wachungaji wa makanisa mbalimbali, abashumba b'itorero iri aha turi, wachungaji wa kanisa hili la Assembly mahali tulipo, bakozi b'Imana, tumishi wa Mungu, turabubaha, tunawaheshimu. Mwami Imana abahumugisha. Mfalme Yesu aendelee kuwabariki. Rwose kabisa isabagire neza. Aendelee kuwabariki Mungu. Iri
ryo mu Wafilipi. Hili ni neno katika kitabu cha Wafilipi. Ndibaza ko wenda tuzarigarukaho neza. Na tumai kwa tutakuja kulirudia kabisa. Reka tuwe tuganira nukuri. Kasema amina amina. Ndababwira yuko winjira uruhongore rw'intama atanyuze mu irembo. Nawaambieni yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, ahubwo ngo akuririra ahandi, lakini akwea pengine, uwo ngo aba ari umujura, huo ni mwivi, kaba n'umunyazi. na tena mnyang'anyi. Aba ari umujura, yeye ni mwivi, aba ari n'umunyazi, na tena ni mnyang'anyi. Aravuga, aliposhuka hapo chini akasema, aravuga ngo nije rembo ry'intama, akasema mimi ndiye mlango wa kondoo. Twigira kugira ngo tume tubona abarahana. Amen. Aravuga ngo nije rembo ry'intama, akasema mimi ndiye mlango wa kondoo. Winjira muri we, atakayeingia ndani yake afite ubugingo buhoraho, anaye uzima wa milele. Winjira muri iryo rembo changa mu ruhongore rw'intama atanyuze mu irembo, atakayeingia katika zizi la kondoo bila kupitia kwa mlango, ngo maravuga ko iryo rembo hari abantu zimagurika bibaza irya riryo. Akasema akidhani ya kuwa watu wasiweze kusitasita kutafuta lango hilo liko wapi. Arariranga neza, aravuga ngo iryo rembo niwe. Akaweza kuonyesha vizuri na kusema lango hilo ni yeye. Yesu niwe rembo. Yesu ndiye mlango. Yesu niwe rembo. Yesu ndiye mlango. Yesu niwe rembo. Yesu ndiye mlango. Kandi winjira anyuze muri Yesu, na yule ambaye ataingia kupitia Yesu, umwungeri w'intama aramukingurira, yule mchungaji wa kondoo atamfungulia, ngo akinjira, na anaingia akaba mahoro, na awe salama. Unyuze muri iryo rembo, atakayepitia katika mlango huo arazwi, yeye hutambulika, aramenyekana, atajulikana. Nira mu nzira iboneye igororotse, anapitia kwenye njia nyororo. Murinzi w'irembo ry'intama, yule mlinzi wa mlango wa kondoo, aramurabukwa kiri kure cyane, anamwangalia akiwa mbali sana, yitegura, anajiandaa, agategura ibintu byose, anaandaa kila kitu. yagera hafi, akifika karibu, kabanguka, anaenda kwa haraka, kamukingurira irembo, na kumfungulia mlango, akinjira, na anaingia. uwo nguwo huyo ntabwo ari umujura, huyo si mwivi, kandi si n'umunyazi, na tena si mnyang'anyi. si umujura, si mwizi, si n'umunyazi, na tena si mnyang'anyi. kubera iki? Kwa nini? Anyuze mu irembo, amepitia kwenye mlango. Bwana sifiwe. Amen. Yesu yaravuze, Yesu amesema, ngo mushishikarire kunyura mu irembo rifunganye. Amesema iweni na bidii ya kupitia kwenye mlango uliofungamana. Gira umwete cyane, mushire mu imbaraga rembo. Wasipopitia kwenye mlango, kandi umwungeri w'intama atabakinguriye, na yule mchungaji wa kondoo asipowafungulia, ngo banyura inzira zibiri, wanapitia kwenye njia mbili. Bamwe ngo muri bo barasesera, wamoja ndani yao wanapitia njia za panya, abandi muri bo ngo barurira, wengine wanapanda kuta, ngo bakamanukirayo, na wanaweza kushuka huko ndani. Ariko lakini kuniko kuri Imana bita, vile Mungu anawaita kwa ukweli, kuniko bitwa iyo bageze muri iryo rembo, hivi ndivyo wanaitwa wakifika kwenye zizi hilo. Nyir'irembo araza, yule mwenye mlango anakuja, azabo yakinguriye, anawajua wale aliowafungulia, azabo yugururiye amarembo, anawajua wale ambao wamewafungulia mlango. Bwana sifiwe.
Kwa Yeremia Biblia inasema, fungueni milango ili taifa lililo takatifu na kufanya ukweli liweze kuingia. Fungueni lango, mfalme akasimama pekee, Mungu pekee akasimama na akaweza kuwalaki walioingia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna kundi mbili. Jawapo ni wale ambao wamepitia njia zingine, wamekuja wakiwa kwa uficho. Katika Yuda Biblia inasema wamekuja kutata uhuru wa wana wa Mungu. Wamekuja kuchunguza kwa ufiche bila kujulikana. Wakakuja kama haijajulikana. Yule mfalme mwenye lango hajajua habari zao, lakini wakaja mpaka wakaingia. Yuda akasema, Bwana asifiwe. Amen. Hao hao ni kama shimo. Intaza ningikibuye kitagaragara, ni kama vile jiwe kubwa ambayo haionekani, kira ahantu hafi inzira cyangwa mu nzira, mwamba kuu ambayo inaweza kaa kwenye njia, gihora gisitarwaho n'abantu bose uko na watu wote wanakuja kuikwaa katika jiwe hilo. Abandi wengine ngo baruriye, wameweza kupanda kwenye kuta, bamenye neza ko batokingurirwa, wamejua vizuri ya kuwa hawawezi wakafunguliwa, kandi banamenye neza ko niyo bonagerageza bitokunda, na wamejua ya kuwa wakijaribu haiwezekani, bahitamo kunyura ruhinga nyuma, na wakaweza kupita huko nyuma, wakapanda, baramanuka, wakaweza hata kushuka, bisanga barageze mu ruhongore, wakajipata wakiwa wamefika kwenye zizi. Umwami rero ngo aza kugenzura, mfalme akaja na kuchunguza, bayitegereje, alipotazama amenya abo yakinguriye, akajua wale aliowafungulia, amenya n'abatakinguriye, akajua na wale hajawafungulia. Bwana sifiwe. Amen. Abo yakinguriye, aliowafungulia, ese turi kumwe ba? Abo yakinguriye, aliowafungulia, ngo arababwira, akawaambia ngo nimwishire mu munezero wa shobuja, ingieni kwenye furaha ya Bwana wenu, ngo muraga ubwami bw'abatungane, na muweze kurithi ufalme ulioandaliwa. Ngo yerekera kuba atakinguriye, na akaelekea kwa wale ambao hajawafungulia, arababwira, akawaambia, ngo mwebweho, mwebweho akina nyinyi muri abajuru, ninyi ni wizi, muri n'abanyasi, tena ninyi ni wanyang'anyi. Muri abajuru, ninyi ni wevi, muri abanyasi, na tena ni wanyang'anyi. Tukizungumza mu mutima, kwa moyo, muri wowe, ndani yako, ntubibwire undi, usimwambie mwingine, ubyibwire, ujiambie, ubitekereze, uyatafakari. Tube umushango wo gutekereza, usiwe mzaifu kwenye kufikiria, tube umunebwe wo kwibuka, usiwe dhaifu kwa kukumbuka wakati umekuja. Wanyuze, umepitia wapi? Wanyuze, umepitia wapi? Wanyuze, umepitia wapi? Ujibaze, ujiulize, ushire umwete, na uweke hata bidii, ubitekereze, tafakari hayo, ubishinjiremo, na uweze kuingia kabisa, ubivogere, na uweze kuingia kwa undani, ushire conclusion, na uweze kuweka hata uvuge, na halafu useme, ngo nanyuze, nimepitia wapi? Nihe nanyuze, nimepitia wapi? Nihe nanyuze, nimepitia wapi? Nihe nanyuze, nimepitia wapi? Tuganire ingorane ziri mu rusengero, tuzungumze matatizo yaliyoko kanisani. Tuganire ingorane ziri mu itorero, tuzungumze matatizo yaliyoko kanisani. Ingorane, ibibazo biri muri uyu murimo, matatizo, mashida ambayo yanapatikana kwenye kazi hii. Ingorane ziri muri
uyu murimo, matatizo ambayo yanapatikana kwa kazi hii, intambara ziri muri uyu murimo, vita zinazopatikana kwenye kazi hii. Ikizakubwira abanyuze mu irembo n'abataranyuze mu irembo, kitakacho kudhihirisha wale waliopita mlangoni na wale hawakupita mlangoni. Abataranyuze mu irembo, wale ambao hawajapita mlangoni, twigeze tubona ukuntu winjiye, hatujaona vile umeingia. Kandi nubwo twoguma ku muryango ntitwomenye uko binjiye, na hata tukibaki kwa mlango hatuwezi kufahamu vile wameingia. Imirimo yabo bamaze kwinjira, lakini kazi zao walipoingia, ibikorwa byabo binjira mu rusengero, matendo yao walioingia nayo kanisani, inagaragaza ko batanyuze, inadhihirisha kuwa hawajaingia kwa mlango. Bageze ndani, walipoingia mpaka nani, bageze ndani, walipofika nani. Mana himbazwe. Turi kumwe ba? Turi kumwe, tuko pamoja. Bageze mu ruhongore, walipofika kwenye zizi, bageze mu ruhongore, walipofika kwenye zizi, bagumye kwiba, barageze mu ruhongore, wameendelea kuwa wizi na wamefika kwenye zizi. Tibigeze bahinduka, hawakuweza kubadilika, tibigeze batandukana na kamere, hawakuweza kuachana na utu wa kale, tibigeze bagaragaza aho bavuye naho bageze, hawakuweza kudhihirisha mahali wametoka na mahali wamefika. Mana himbazwe. Mungu asifiwe. Ahubwo bali bagumye gukora imirimo yo hanze, barageze ndani, wameendelea kuzifanya kazi za nje na wamefika ndani. Bagumye kwera imbuto zo hanze, bari imbere mu rusengero, wameendelea kuzaa matunda ya nje na wako ndani kanisani. Bagumye gusamba na bari, wameendelea kuwa washarati na wameingia. N'abanyarugambo rutabaho, wao ni wenye masengenyo ya ajabu na wako kanisani. Bakora ibizira byose uko byakabaye, barinjiye, wanafanya chukizo yoyote na wameshafika kanisani. Haleluya, haleluya. Biblia inavuga, Biblia inasema, ngwabona babwiye kenshi, hao nimewaambia mara nyingi, n'umunyinaha, na hadi wa leo ngo ndababwira ndira, nawaambia nikilia, ngo biratana ibiteye isoni, wanajivuna mambo ya aibu, biratana ibiteye isoni, wanajivuna mambo ya aibu, ngo nabanzi b'umusaraba wa, hao ni maadui wa msalaba wa Yesu, nabanzi b'umusaraba wa Kristo, ni adui wa msalaba wa Kristo. Ntambwe zo gusubira inyuma, kwa zile hatua za kurudi nyuma. Umusturagana kane gatoya, siku ya leo tutazungumza kidogo ntambwe zo gusubira inyuma, mojawapo ya hatua za kurudi nyuma, intambwe z'umukristo iyavuye mu mbaraga akerekera ikuzimu, hatua za Mkristo akitoka kwenye nguvu na kuenda huko kuzimu. Umukristo avuye ku gicaniro akagenda zima, Mkristo akitoka kwenye moto na kuweza kuzima, iyo atangiye kugenda yambukirwa, akianza kutoka na utu wa Mungu, atangiye kubudikwa n'umwijima, akianza kuingiliwa na giza kabisa. iyo Mukristo yerekeye ibumoso, Kristo akielekea huko kushoto, intambwe ni 9, hatua ni 9. ndavuga ya 6, tasema ya 6. intambwe ya 5 yo gusubira inyuma kwabo, hatua ya 6 kwa kuweza kurudi nyuma kwa Mkristo. Sasa birumvikana ba? Je, mnasikia? Kuvuga ngo Mukristo, Mkristo yahereye mu mbaraga zitabaho, ameanzia kwenye nguvu za ajabu. Yahereye, haleluya, haleluya, yahereye mu mbaraga zitabaho, ameanzia kwenye nguvu za ajabu, kandi izo mbaraga n'umwuka wera w'Imana, na hizo nguvu ni Roho wa Mungu. haleluya, haleluya. Warangize, alafu alipomaliza, warayo bava mu nzira yo kwezwa, akaweza kupotoka na kutoka kwenye njia ya kujitakasa, mu nzira iboneye, akatoka kwenye njia ya kujitakasa, ngwatera intambwe ya mbere, akapiga hatua ya kwanza, abavuye mu nzira y'Imana, akawa ametoka kwenye njia ya Mungu, aragwa, akaanguka. aha ni hamwe, hapa ni kwanza, aja hakabisa, akaingia kwa pili, aja hagati, akaingia kwa hatua ya 3, aja hakani, hatua mpaka ya 4, aja muri 5, akaingia mpaka ya 5. haleluya, haleluya. ngwagere muri 5, alipofika kwenye hatua ya 6, umuntu ageze mu ntambwe ya 5 yo gusubira inyuma, akifika kwenye hatua ya 6 ya kurudi nyuma, ngwakunda kubana, yeye anapenda kuishi, akunda gutemberana, anapenda kutembea, abo bahamagarana, wale ambao wanapigiana simu, nibyo arota, na yale ambayo anaota, abo bagendana, wale wanaotembea na yeye, abo yiyumvamo, wale ambao wanajihisi kwao. Kitabu kisa kivuga, kitabu hicho kinasema bona abanywi b'inzoga, ni wale wa kunywa pombe, n'abasambanyi, na washerati, bona abandi bakora ibisaki, na wale ambao wanafanya yafananayo na hayo. haleluya, haleluya. iyo ikiwa umukristo
Mkristo akiwa ameanguka, iyo Mkristo yatakaje Imana, Kristo akiwa amempoteza Mungu, azarambirwa bizera cyane. Wanga anachoka na watakatifu kabisa. Azarambirwa bizera cyane. Anachoka na waaminio. Impamvu ni iyi. Kwa nini? Umuriro w'urukundo mu mutima. Moto wa upendo ndani ya moyo. Umuriro w'umwuka wera mu mutima. Moto wa Roho Mtakatifu ndani ya moyo. Imbaraga za Pentecost mutima. Nguvu za Pentecost kati ya moyo ya mtu zimeshaisha. Ese niko bimeze? Ni hivyo. Ese niko bimeze? Ni hivyo. Abwire gatoya ndimuzi nukutuba turyama nditubyuke gusenga. Na hata hivi tunalala tusiamuke kuomba. Nukuzima ko mu mutima. Hiyo ni kuzima kwa moyo. Umuriro w'urukundo rw'Imana uri mu mutima. Moto wa upendo wa Mungu ukiwa ndani ya moyo wako. Haleluya! Haleluya! Tuzatuburira umwanya Imana wo kuja ku musozi mu masengesho. Tunamkosea Mungu muda wa kwenda kwenye mlima kwa maombi. Angaritike yabuze kandi sina bise zabuze. Sina iliyokosa ama basi zilizokosa. Cyabaye ni kizima cyo mu mutima. Kilichokuwa ni kuzima kwa moyo. Umuntu arazima. Mtu akazima. Akarindagira. Mtu anasita sita. Hamenye inzira. Na asijue njia. Biblia inasema ngo niba mwarasogongeye kama mmeonja ngo mukamenya kuwo mwamagirira na kujua ya kwa mfalme huyo ni mwema ngo ni mumwegere mkaribieni wa Kristo niba ni Bwana asifiwe. Haleluya. Niba ahutuye kama mahali unaishi niba igihe wizeraga kama wakati umeamini warayishuriwe kumenya Imana n'ubwiza bwawe umeweza kufunuliwa kujua uwema wa Mungu na uzuri wake ngo ni muyegere ni mkaribie ni muyegere mkaribieni ni muyegere mkaribie Mungu. Nigute abantu batwinjira. Kwa nini watu wametuingia? Nigute isi yinjira nyitorero ry'Imana. Kwa nini dunia imeingia ya kanisa? Haleluya. Haleluya. Nigute Satani yinjira. Kwa nini shetani ameingia? Imana yabwiye Dawidi. Mungu akamwambia Dawidi. Iramubwira. Kamwambia. Asa turi kumwe ba? Tuko pamoja. Imana iramubwira. Mungu akamwambia. Ngo ntuzubaka urusengero. Akamwambia hutaijenga hekalu. Ariko umwana wa. Lakini mtoto wako. Ariko umwana wa. Lakini mtoto wako. Azubaka urusengero. Atalijenga hekalu. Kandi. Na tena. Nzamuha ihumure. Na nitaweza kumupa hata faraja. Ikindi. Na tena. Nzamuha amahoro. Nitampa amani. Ntabwo ari byo tugiye kuvuga. Si hayo tunataka kusema. Salomo yubaka urusengero. Alipojenga kanisa. Ararwuzuza. Akajaza kanisa. Yubakiwiwe. Akajenga nyumbani kwake. Arubaka. Akajenga. Aruzuza. Akajaza. Isi. Dunia. Ikashangaa. Huyu ni mtu namna gani? Umuntu ufite ubwenge. Mtu ambaye ana akili. Umuntu ufite ubwenge. Mtu anaye akili. Nuwahe. Ni wa wapi? Ni nene. Ni akina nani? Amakuru aragenda. Habari zikaenda. Habari zikatangazwa. Habari zikasambaa. Hapa karibu. Arahagera muri Ethiopia. Akafika Ethiopia. Tuko pamoja. Ko turakuvuga uburyo baseseye. Tunasema vile wameingia. Amakuru abageze muri Ethiopia hano. Habari zikaingia hapa Ethiopia hapa. Hapa karibu. Hey! Biblia inasema ngumwamikazi wo muri Ethiopia. Malkia wa huko Ethiopia. Yari umugabo Imana yarahiye kwizagendana nawe kugeza kwiherezo. Alikuwa ni mume aliye hapa ya kwa atatembea naye mpaka mwisho. Haleluya! Haleluya! Ari umugabo. Alikuwa ni mume wazanyivye n'imbaraga ze n'ubwenge akokeza igihugu ararunda yubaka Imana irayishima. Imana yinjiramo uwo mugabo ari na hafa batarahari. Akaleta vitu zake na kupokeza, alafu akasema mume huyo aliyotoa vitu hizo yuko hapa karibu. Kinachoshangaza ni hiki kabisa. Tumpe Bwana utukufu. Amen. Imekuwaje? Huo mme siku alipoijaza hekalu, siku walikuja kusherekea hekalu. Haleluya! Haleluya! Ngoya bazingaziwe igihumbi. Ameweza kuchinja ngombe 1000.
ng'ombe 1000 akachinja na akazichoma. Mungu akashuka mwenyewe. Haleluya, haleluya. Imana yinjira mu iparuwasi, nduru zirafu. Mungu akaingia kwenye parokia, wale makuhani wakatoroka. Kwa hiyo akauliza, je, huo mume ako hapa karibu hapa? Haleluya, haleluya. Nitaenda kumuona. Mungu amesema ataweza kufariji nchi kwa utawala wake. Mungu amesema akiweza kukosea sitaweza kumwadhibu nikiweka nguvu. Cha niende kumwangalia mume huyo. Tuko pamoja. Ndio hizi habari vile imekuwa. Tumpe Bwana tu. Haleluya, haleluya. Mke huyo Biblia imesema akaweza kujiandaa ifaavyo, alafu akajifanya. Mke akajitengeneza. Haleluya, haleluya. Alipotoka hapo akaweza kuona pahali parembo hapo. Alipoona dhahabu, alipoona miti, akashangaa kabisa. Alipoangalia nyumba, alipoangalia dirishani, alipoangalia hivi. Haleluya, haleluya. Sulemani akatoka ili amlaki. Alipomlaki akamwambia mke huyo, haleluya, akamwambia hujaviona vitu, unaona hapa tu ni mahali pa kunawia, hapa kwingine ndipo ninakulia, hapa ni kiti changu. Haleluya, haleluya. Hapa kwingine ndipo nakumbuka hata sheria za Mungu. Hapa kwingine hapa ni mahali pa kuzungumzia. Je, imeisha hivyo? Mke akamuuliza, lakini vitu zako hapa ni kwa sitting room, ni hapa tu sitting room. Akamwambia Sulemani, akamwambia hata kuna vyumba. Tuangalie. Asifiwe. Wameweza kuingia kwa uficho. Ni hivyo. Utawala wa Sulemani ikaweza kuisha. Haleluya, haleluya. Utawala wa Sulemani Mungu aliyojiapia. Utawala wake Mungu ameapa mara moja, nitafanya hii mara 2, tafanya hii mara 3, tafanya hii mara 4. Haleluya, haleluya. Bibi huyo akamwambia kwingine ni wapi? Biblia inasema akaweza kumfungulia hata chumbani. Ni hapo. Biblia inasema akalala. Ilipokuwa asubuhi, Sulemani akamwambia aliyomuomba yote, na akampa tena sadaka nyingine, na akampa mengine ya kumpa tu. Mke huyo hajawahi kuomba vitu hizo, na utawala wa Sulemani ikaweza kuishia. Haleluya. Tuko pamoja. Mesikia vile watu wanaingia kwa uficho. Hii dunia ya shetani. Cha niwaambie waombezi mlioko hapa, nasikia ukiomba eti una nguvu, alafu wanaenda polepole. Mtumishi wa Mungu, unaona, utusalimie na kupenda na kujihisi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biblia inasema shetani anajua kujigeuza, azikwihinduranya, ajiingiza kwa siri kanisa, akinjira mu kanisa mu gwihisho, ajigeuza amekuwa rangi nyingi, yinjiranya amabara menshi, Mungu wao bila kujua, abantu b'Imana kutoka. Haleluya, haleluya. Arinjira, akaingia. Ngo yinjire, alipoingia Salomo ntazi byaba, Sulemani hakujua nini imetendeka. Arinjira mu masezerano, akaingia kwenye agano za wana, arinjira mu bwami bwa Daudi, akaingia kwenye utawala wa Daudi, arinjira mu mbaraga za Israeli, akaingia kwenye nguvu za Israeli, akaweza kuvuruga, akaweza kuvuruga. Mungu akasema,
Mungu akasema Eva, narahiye Dawidi ko ntazakuraho ingoma ye. Nimeapa Daudi ya kuwa sitatoa ufalme wake. None Salomo ubaye. Lakini Sulemani imekuwaje? Imekuwaje? Akagora karaza kakakwinjira. Mke anaja na kukuingilia. Umunyamahanga. Yule ambaye ni mwenye mataifa. Haleluya. Haleluya. Ara. Karatambutse Salomo ubwenge burashira. Kameingia Sulemani akakosa akili. Nageze nguko yinjiye mu nzu yinjiye mu mutima wa Salomo. Medhani ameingia nyumbani, ameingia moyoni mwa Sulemani. Ubwenge burashira. Akili ikaisha. Yibagirwa Imana. Akapoteza fahamu, akamsahau Mungu. Bavandi. Ndugu zetu. Biblia inavuga. Biblia inasema. Haleluya. Haleluya. Daudi yaravuze. Daudi akasema, ngo nashize Uwiteka imbere yangu. Nimemweka Mungu mbele yangu. Ngo bw'Imana iri buryo bwanje. Kwa kuwa Mungu yuko kuume kwangu. Ngo nico gituma ntazanyeganya. Ndiyo maana sitatikisika. Nico gituma. Ndiyo maana ntazanyeganya. Sitatikisika. Intumwa z'ibinyoma, wale mitume wa uongo, zarinjiye rwishishwa, wameweza kuingia wakapenya. Abahanuzi b'ibinyoma, wale manabii wa uongo nao pia wameweza kupenya kwa. Haleluya. Haleluya. Ingeso zitabagaho, tabia ambazo hazikuweko zimeweza kukuingilia na zikaweza kukupenyea. Unaomba maombi na kurudilia. Huwezi kumuota Mungu, huwezi kusikia chorus. Yale matunda na pia mafuta uliyokuwa nayo imeweza kukuishia. Biblia inasema katika Hosea. Haleluya. Haleluya. Ngo Efraim. Akasema Efraim mwene Yosefu, mwana yake na Yusufu. Efraim. Uo Yakobo yasengeye. Yule ambaye Yakobo amemwombea na akamwombea amani. Akaweza kuchukua, akaweza kuweka kichwani pa Efraim. Akasema mataifa yote yataweza kusema, Mungu akupe baraka ya Efraim. Mungu akubariki baraka ya Efraim. Acha niwaambie neno hili ndugu zangu. Shetani hawezi kupiganisha uzima wa dhamani kidogo. Shetani hawezi kupiganisha uzima wa Haleluya. Haleluya. Shetani atahiga ubugingo bw'agaciro gake. Hawezi kupiganisha uhai wa dhamani kidogo. Shetani izihiga ubugingo bw'agaciro. Anapiganisha uhai wa dhamani. Shetani izihiga abanyembaraga. Anapiganisha wale wenye nguvu. Shetani izihiga barya wale waliosimama kwa maombi. Anapiganisha barya bahagaze mu masengesho. Wale waliosimama kwa maombi. Bahagaze mu masengesho. Wale waliosimama kwa maombi. Bahagaze mu masengesho. Nicho utuma bivuga. Ndiyo maana Biblia inasema, ngokesheni muombe, muwe maso musenge, usijiingize majaribu, kugira ngo mutagwa mu mosha. Timwijire mu mosha. Mutagwa mu mosha, msingie majaribu. Msingie majaribuni. Kamabwire bavandimwe muri aha. Cyane wambie ndugu zangu mlioko hapa. Sinzi urugero rwanyu rwo kubana n'Imana. Sijui kiwango yenyu ya kuishi na Mungu. Iki kintu twagize, hii kitu tuliyokuwa nayo, chikiyumba chingaruka mwaka, ya waombezi ya kurudi kila mwaka, cyangwa ingaruka kwezi, ama kila mwezi, tuzwi nk'abayumbe mu kwa karindwi, mu kwa munani, tunajulikana kama waombezi mwezi wa 7 wa 8. Kumenyekana ko turabanya masengesho itariki hizo. Takuja tena kuwa na maombi tarehe kama hizo. Lakini hapa nje, yule ambaye anaweza kutufuatilia na kamera, angalie mahali tunashinda, angalie mahali tunalala, angalie usiku, angalie mchana. Ndugu zangu, sisi ni wana maombi kwa ukweli. Sisi ni wana maombi kwa ukweli. Haleluya. Haleluya. Niba hari kitu satana, kama kuna kitu shetani hapenda, kama kuna kitu shetani anapenda, anapenda mtu anayejiita vile asivyokuwa. Anapenda wale wanaojiita wa Mungu lakini ni wa ibilisi. Anapenda wanaojipita wenye nguvu lakini wao wameoza. Wao wameoza kabisa. Satani ndikunda abakristo mu kabari. Shetani hapendi wakristo wa huko baani. Uzorebe mubakunaniza. Angalieni kwa wale ambao wanaweza hata kufanya ushindwe. Message za kumazubwenge. Kwa message ambazo zimekualiza akili. Hakuna message ya yule malaya ambaye yuko huko. Utaona message za wale ambao mnaimba pamoja, za wale mnashiriki pamoja. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya.
Biblia imesema ngo abanyamahanga wale wenye mataifa ngo bamumaze imbaraga, wamemumaliza nguvu na akaweza kuisha. Tumeisha. Tusigaye tuvuga amakuru tukarushwa n'abanyamakuru bari kuri televiziyo bavuga ibyabereye muri Ukraine. Tunasema habari, tunashindwa na wale wenye habari ambao wanasema habari za Ukraine. Anasema haya, haleluya, akaenda. Amen. Ni nini imekuwa? Haleluya. Umuririmbyi yaravuze. Mwimbaji amesema ngo buri munsi agira gutawe. Kila siku anafanyaje? Ngo buri munsi azampa imbaraga. Kila siku unipa nguvu. Hiyo ni agano aliyonipa. Haleluya. Haleluya. Buri munsi. Kila siku. Buri munsi azampa imbaraga. Kila siku unipa nguvu. Yesu. Ni agano alilonipa Yesu. Wale ambao watapiganisha kanisa mpaka lianguke. Si wale wa Baani, si wale waliooza menyo, wale ambao ni walevi kabisa. La, watakao piganisha kanisa ni mojawapo ya wale wameombewa, mojawapo ya wale ambao wana jukumu. Kwa nini? Biblia imesema wamepenya kwa uficho, wamepenya ufichoni. Mungu atusamehe. Mungu atusamehe. Mungu atusamehe. Cha niwaambie neno hili ndugu. Tumeweza kupenyewa. Tumepenyewa. Amazi yo hanze bazabayita amazi. Maji ya nje wanaita maji. Amazi yo hanze ni okini nadia. Mafuta ya nje ni hayo, aina hizo zote. Lakini yale ambao wamepenya nayo wamesema ni maji ya uhai, na wakaingia nayo wakaita ni ya baraka. Walipofika hapa wakaita majina. Haleluya. Mmoja wakasema hayo maji tumeweza kuyashota huko Golgotha. Wengine haya mafuta ni mafuta ya Betania. Wengine Biblia inasema asifiwe. Yahuda wanatafuta maishara, Wayunani wanatafuta mambo ya hekima, lakini kwa wale waliokoka, haleluya, kama vile Mungu alivyopenda. Yesu ni Kristo wa Mungu. Hatujafunza mafuta, hatufunzi maji, tunafunza Yesu aliyekufa na kufufuka. Ni Yesu aliyekufa na kufufuka. Ndiye njia na ukweli. Ndiye njia na ukweli na uhai. Wakristo tulipoingia penyelewa ikatuingilia. Kakumbuka neno Paulo alimwandikia wa Korinto, akasema tunayo dhiki, tuna dhiki kila pande. Sisi ni kama tumeiba, ni kama tunashindwa, tumekosa la kufanya. Haleluya. Haleluya. Lakini kinachotusaidia ni kimoja tu, hatuangalii kwa haya yanayoonekana, tunaongozwa na imani na kuangalia yasiyodhihirika. Tunaangalia yasiyoonekana. Ndugu zangu, wacheni kuangalia kwa haya yanayoonekana, wacheni kuangalia kwa haya yote. Tukimalizia, Israeli wamekuwa na nyakati ngumu, wakaweza kupelekwa matekwa. Walipobeba matekwa, mojawapo ya wale wameenda. Habakuki ameenda ndani yao. Habakuki alikuwa ndani yao. Haleluya. Kwa wana nabii wakuu Habakuki hayumo, lakini kwa mafunzo alikuwa mkono wa kuume wa Daniel. Haleluya. Alikuwa anaendelea kumwongezea nguvu. Ni kama wameenda pamoja kwa shimo la simba wakarudi. Akamwambia ushikamane sana Daniel, kwa maana tunamwamini Bwana. Alipotoka ndiye aliyempokea. Wametembea hatua kwa hatua. Haleluya. Alafu akaona Israeli iko kwenye dhiki. Israeli imezungukwa. Wale ambao wamebeba matekwa walipo kwenye giza.
waliobaki wakiwa wenye wale ambao ni wajinga, wale ambao ni wazee, wale ambao ni wazee. Mataifa wakazunguka jiji wakaweza kuingia. Haleluya! Wakaweza kuingia, wakazunguka, wakaweza kuchanganya changanya. Alafu wakaingia Senakeribu, wakaingia. Najua ajabu ile kuu, Nehemia akaomba mfalme nyaraka, akamkubalia, akaenda akaomba kibali kwa wale wafalme wa ngambo, wakaweza kumkubalia, kwa maana mkono wa Bwana, haleluya, ilikuwa juu ya Nehemia, ilikuwa juu ya Nehemia. Nehemia akaja, wakati aliingia tu hivi, jiji lote likaweza kushangaa, Republic ikaweza kushangaa, watu wakaanza kutuma Anania, Mishaeli na Azaria. Mnajua, tunasikia habari zenyu, ni nini mnayofanya? Tani waambie ndugu zangu, kwa wakati huu wa giza, kwa wakati huu shetani ameingia patakatifu. Haleluya! Mungu ni mmoja anayemhitaji, ndipo sasa iweze kubadilisha area, iweze kujipesha heshima. Kwa wale manabii wengi hawahitaji wengi, kumehitajika tu Mikaya pekee aweze kupea jina la Mungu utukufu. Tuko pamoja pastor? Tuko pamoja. Chanirudie kwa neno hili kidogo. Mungu anamhitaji mtu mmoja, ndipo sasa ajipe heshima. Si ajabu manabii wengi wawe ni wa uongo, mmoja tu awe ndiye ni wa Mungu. Haleluya! Si ajabu kwa kuwa kwa waimbaji wengi waimbie bure tu, Mungu awe na mwimbaji mmoja. Biblia inasema msingi mkuu wa Mungu uimara, na imeandikwa ishara hii, eti Mungu anawajua walio wake, wale wanaonena neno juu. Haleluya! Watoke kwa yale ambayo hayawafai, kwa yale ambayo haistahili. Binti wa Ethiopia na mara hii bado anaingilia kanisa, anaenda akibomoa utawala mwingi, anaenda akibomoa kanisa nyingi. Kwa hivyo tu anatoka huko eti kuja unitembelee, akaja unasikia pikipiki, ukafungua hata chumba, asimalizie hapo, tuingie na pengine. Je, huko ndo kuna mambo ya baridi? Ndo kuna mambo ya kwani ana baridi? Si ulete suti umvalishe. Kama ni maji, si utoe dirisha ufungue, alafu umtoe kwa butikani. Alafu kumbuka Yesu amekufa na kufufuka. Biblia inasema hayo yote mnafanya, na ninawaacha, ngo bagatekereza ko mpanye nabo, na wanadhani ya kuwa mimi ni kama wao, wanadhani ya kuwa mimi ni kama wao. Habakuki niki chabaye, ni nini ambayo imefanyika? Habakuki ameweza kuwa na huzuni sana, akaomba na kusema, Mungu, taifa letu ni nini iliyotendeka kwao? Maadui wametushinda nguvu, na wanakuja hata na farashi zao ni kama vile yule ambaye ni mdhaifu wa adui hawezi kulinganisha hata na mwenye nguvu wetu. Ni nini ambayo imetufanyikia Mungu? Tumezungukwa kiwango hiki. Haleluya! Na hayo Mungu na unaangalia, unaacha Bwana. Utafikisha Bwana nini kunyamaza? Habakuki ndipo tunamalizia. Alipofika kwa sura ya 2 akasema, lakini vile ilivyo nimeomba, kinachobaki tasimama kwenye mnara, pahali nitangojea, tangojea nikivumilia.
nione ya kuwa atanijibu, nione ya kuwa Mungu anaweza kujibu maombi yetu. Wakristo tukimalizia, pandeni kwenye mnara. Mnara ni wapi? Mnara ni kubadilisha mwelekeo, ni kubadilisha marafiki, ni kubadilisha msemo, ni kubadilisha vile unajichukulia kutoka kwenye uwanja. Biblia inasema ameweza kutuhamisha akatutoa kwenye ufalme wa giza na akatuleta. Haleluya! Asifiwe. Kwenye mnara ni pahali unaweza kusimama na kusikia vizuri, kwa kuwa uko karibu na mbingu ya Mungu. Nasema ikakumbuka zile ni kama vile ngazi ambayo nzuri ya kuelekea mbingu. Tumalizie. Kitakacho kuambia kwa hujafika kwa mnara. Unaomba lakini unasikia haiji. Ndiyo maana unataka wanaokuombea. Hakuna wengine wanaotafuta wa kuombea kama si wazaifu na watoto. Na watoto hawajui yule ambaye ni mashuhuri na yule si mashuhuri. Umwana azaho nusohotse akamubwira ngo umugurire ngo baro, umugurire n'ikoti, umugurire n'urukweto, yarangiza ucyunda kamatangira. Mtoto ukitoka anakutuma kila kitu. Baziko wanajua nta kintu wobura muri iyi. Hakuna kitu ambacho unaweza ukikosa dunia hii. Na hauna. Uniletee igari. Uniletee baiskeli. Unzanire akamodoka. Uniletee gari. Unzanire n'urukweto rw'umweru. Uniletee kiato nyeupe. Numa gutuma. Nikutuma tu. Bwana sifiwe. Amen. Kana ziko na utabifiti. Na anajua na wewe huna. Yeye ndani yake anajua. Yote unayo. Abo bagereranywa niki? Hawa wanafananishwa na nini? Paulo akasema nikiwa mchanga kwa anasema kama watoto. Haleluya! Haleluya! Natekerezaga nkaba. Nilikuwa na mafikra kama ya watoto. Nilikuwa nazania kama watoto. Nilipokuwa mkuu nikafikiria kama mtu mashuhuri. Ninyi mnaoenda mlimani mtuombe mtukumbuke. Ombea ninagonjwa ubavuni na kichwani na lala nikishtuka. Biblia inasema ndugu zangu, tunaye mtetezi karibu na Bwana. Ndiye haleluya wa Mungu na watu. Mungu ameweza kubadilisha kwa siku hizi, anazungumza nasi kwa kinywa cha mwanawe, kwa kinywa cha mwanawe ambaye ni Yesu Kristo. Yesu Kristo anaitwa Emmanuel. Mungu yupo pamoja nasi. Haleluya! Mungu, haleluya. Tabikiri mwihema musiku kama vile wafanye Imana. Mungu ntabwo ikiba mwihema. Mungu akai kwenye hema. Haleluya! Haleluya! Imana Mungu kisabe Cyongereza. Mungu hataki Kiingereza. Biblia inasema heri wenye moyo safi. Hahiriwe ab'imitima iboneye. Heri wenye moyo safi. Heri ambao wana njia za kwenda Yerusalemu. Ukiwa umesimama kwenye mnara na kuweza kukaa karibu. Haleluya! Daudi akasema nimesema mara moja tu, Mungu akasikia mara mbili. Nimesema mara moja, Mungu akasikia mara mbili. Zaburi 34 Biblia inasema masikio yake inakaa kwa yule anayeomba, ya wale ambao ni haleluya, ili asikie wenye haki. Hujasikia na wewe bado unatumatuma wa kuombea. Tuombee. Lakini mtu mkuu Yesu yupo. Ni kwa maana moyo umekwambia huwezi kupatana na yeye. Ndiyo maana lakini wa Kristo, Biblia inasema wataweza kuwa na ujasiri, wataweza kusimama kama vile simba. Amen. Kwa nini tunaimba? Kwa nini tunaimba yale ambayo hatujabadilika? Mimi ni wake nami ananijua nami ninamjua.
watanga amen tukitoa amina kama tangira guhamagara anaanza kupiga ngo muzamu twibukana ukuri kose tukumbuke ukweli ngo kandi na tena ngo cyane muri ibi bihe sana sana kwenye kati hizi none abayumbe nibo batabaza batara abayumbe kama waombezi wakisema watasaidia bataboneka mu masengero kama wana maombi haonekane kwa maombi ubundi mabwire bayumbe chani waambie waombezi urusengero kanisa tirwaremwe ruzoja igufu halijamwa ndio iende kufuri haijajengwa ndiposa ingie Biblia inasema lango la hilo jiji inaendelea kufunguliwa mchana na usiku hawawezi kufunga haleluya mnajua kwa nini wanafunga kanisa ni kwa maana hakuna wana maombi ndio walinzi ndio walinzi wa kanisa lakini kwa maana hawapo wataacha bila kufunga watapata speaker wapi wataacha bila kufunga kanisa zitakuwa wapi ninyi mnaomkumbusha haleluya msiwe msikae msichoke usiku na mchana abanyamahanga wenye mataifa bamazimbaraga z'abase wameweza kumaliza nguvu za wanadamu bamazinyota yo mu mutima wametoa kiu ya moyoni ubundi gusenga si kinyamulenge kuomba si kinyamulenge kandi gusenga ntabwo ari Gifaransa na Kiswahili kuomba si Kifaransa na Kiswahili kandi gusenga sakanwa n'ururimi n'imino kuomba si kinywa na ulimi gusenga inyota yo mu mutima kunaomba kiu ya moyoni Biblia inasema imitima yacu mioyo yenu ngwikugirira inyota inayo kiu kwa ajili haleluya ngo kigiye kirembejwe na kama vile nchi iliyosumbuliwa na kifo kiu ninayo Mungu kiu tunayo Mungu ni kama nchi iliyofariki ni nchi iliyongojea nguvu Daudi akasema kama vile nyama inayo kiu ya kutafuta maji inayo kiu ya kutafuta maji mzee mmoja ana kiu ya kusoma Biblia mmoja wapo ya wao mareverend wa huko juu lakini sasa ni mkongwe amesema kwa sababu ya kiu ya kusoma Biblia analala usiku anasikia anakosa amani anaamuka kama mtu ambaye amekunywa energy ndipo sasa asikie kama atatulia anamulika anamulika kidogo anasoma message moja anapumzika usingizi ukianza kumbeba hajui nini imembeba na nini ambaye hakosi ni Biblia na simu anaanza tena anasoma ingalau tu vile Mungu amependa ulimwengu ameweza kumtoa mwanawe pekee ndiposa amwamini yeyote kile kinasoma si kile kimetoka juu ni kile kimetoka kwa Mungu Biblia inasema wale wana Mungu haleluya wale ambao wana mtoto huu ndiye anayeonana na baba huyo mtoto Biblia inasema hatujui kuomba kama ifaavyo roho ndiye anaomba ndani yetu roho akienda tunazima kama vile kuku mpaka asubuhi bila kusema bila kupiga mabawa kuanzia saa 9 tunakaa hapo unalala na wale ambao wanapita wanasikia wewe ni kama vile basi amen Mwuka weru dukunda niwo ujo twigisha kwifuza impani mesa irutizindi iyo mpani hebuje n'urukundo rwa Yesu kandi umuntu ayibuze ndacabamaze haleluya turangiza abavandi tukimaliza abantu baseserwa ihishwa watu ambao wamepenya kwa uficho
waliopenya ufichoni hawajapita kwenye lango. Wamoja wamejipata kwenye kwaya, wengine wakajipata kwenye wanamaombi, wengine wakajipata kwenye jukumu, lakini hawajapita kwenye lango. Iweni na bidii kwa kupitia kwenye lango lililofungwa. Yesu ndiye lango. Watakaoingia ndani yake ndiye njia ya ukweli na tena uhai. Hakuna yule aendaye kwa Baba bila kubebwa na Yesu. Wale wenye mataifa waliokumaliza nguvu ulizokuwa nazo. Yule ambaye ni mtu wa Ethiopia ameweza kupenya, akaweza kubomoa ufalme, akabomoa ufalme ukajikosa. Na hata wewe hujui ni nini imekufanyikia. Kitu kidogo. Kristo ambaye anaomba Mungu wa ukweli, kwa ukweli wa Mungu, anamaliza kuomba akilala. Mmoja ameniambia usiku amekuwa na nyakati nzuri. Alipolala kidogo akaona kwaya ambayo haijui, akaimba wimbo inayosema pendo la Mungu ni kubwa. Mwanzo wa nyimbo zote. Wakaimba wakamaliza. Ikiwa wanyamataifa wamekumaliza nguvu, huwezi kuota ndoto mzuri. Hiyo ni ukweli. Unaota ukiwa kwenye usharati, unaota ukiwa mahali ambapo hujui, unaona uko kwenye mataa, unaona uko kwenye mahali pateremka, unaota ukila nyama, unaona vidudu zinakuzunguka. Yohana amesema kwa siku ya mfalme nilikuwa kwenye roho, akaona mbingu imefunguka. Kuna mahali mingine inafunguka. Ni kwa moyo unaomwamini Mungu, moyo unayo nyakati nzuri na Mungu. Kwa hivyo umewahi kuwa kwenye nyakati hizo, kwa nini haiko sasa? Kwa hivyo hujawahi kuwa. Fikiria mahali umeingilia, fikiria pahali umeingilia. Ezekiel akasema, na sinzia na kuota. Nilipoona nikaona, nilipoona nikaona malaika wa Mungu. Nilipoona nikaona pepo. Nilipoona nikaona mifupa ya bondeni. Nilipoona nikaona wale ambao wanamelemeta. Nilipoona nikaona tai. Ni nini unayoona? Wale wenye mataifa hawajakumaliza. Fikiria vizuri. Ni nani anayesikia kuna kila amepoteza? Aje asimame tuombe pamoja. Mmoja wapo yale tumesema unasikia. Pita hapa tuombe Mungu. Kama kuna kile unasikia, pita hapa mbele tuombe Mungu. Kuna mwingine? Kunaye mwingine? Wenye mataifa wamekuingilia. Tuombe. Mwami Mana nyirimbaraga n'amahoro, Bwana mfalme mwenye nguvu na amani, usabiye umuvandimwe ibihe by'impemburo. Tunaombea ndugu nyakati za kuweza kuamuka. Wewe uzi neza ibyo ari mavugira mu mutima imbere yawe Mwami. Wewe ndiye unajua yale anayosema moyoni mwake mbele zako. Musabiye guhembuka. Tunamuombea kuamuka. Musabiye kugendererwa bundi busha. Tunamuombea kutembelewa mara upya. Ijuru rikingukira umutima we. Mbingu ifunguke kwa ajili ya moyo wake. Umwejeje gukiranirwa kose. Na ukimuosha uchafu. Umwejeje umwanda. Ukimuosha uchafu. Ahinduka igikoresho cyawe. Abadilike kuwa kifaa. Ugeza umwama azozira. Paka mfalme atakapokuja. Muharire ndumuharurire. Uweze kumuhesabu. Umutunganirize kuzataha ubwa. Uweze kumuhesabia haki. Umuhindura umunyembaraga. Badilishe kuwa mwenye nguvu. Umukure mu ntege nkeya. Na umtoe kwenye giza. Byakera yale ambayo yalikuwa ya kale. Maze umnyuze mu irembo riboneye. Alafu mpitishe kwenye lango. Iryo rembo ni Yesu mwana w'Imana. Hilo lango ni Yesu mwana wa Mungu. Mwami Imana ndagushimiye kubiye byiza twagiriye aha. Tunakusifu kwa nyakati nzuri. Amahoro y'Imana nagaze imitima ya bose. Amani yako iwe katika watu hao. Abakutoya. Wale wakubwa kwa wadogo. Abarebera n'abagufiya. Wale wafupi na wadogo. Ijambo ryawe mwa. Neno lako Bwana. Ijambo ryawe mwa. Neno lako Mungu. Ijambo ryawe mwa. Neno lako Bwana. Buri wese aryigereho. Kila mmoja aweze. Buri wese atekereze. Kila mmoja afikirie. Nihe yinjiriye. Ni wapi ameingilia? Nihe hari. Na ni wapi alipo? Ibande bamwinjiranye. Kina nani wamemuingilia? Nihe hari. Ni wapi alipo? Mwizina rya Yesu dukunda. Katika jina la Yesu anayetupenda. Amen. Amen.
Amashi menshi ku ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Twongera amashi menshi ku ijambo Makofi ry'Imana. mengi kwa ajili ya neno la Mungu. Mushumba arakoze, Imana gutumeza umugisha cyane. Asante mchungaji, Mungu akubariki. Amen, amen. Haleluya. Tugiye kuja mu mwanya nyirizina w'igitaramo. Tunaendelea na Abantu maombi. ntibatahe, turacafite umwanya uhagije wo gusenga. Watu wasiende nyumbani, bado tuna nafasi ya kuendelea. Reka twumve pasiteri atugeze amatangazo. Acha pastor atupe matangazo kugira ngo tuje gutibuka mu mwanya w'igitaramo neza. ili tukaendelee kutoka hapo.